Mafuru rafiki yangu. Rafiki yangu bwana, naona umepoa tajiri. Haya maisha yetu bwana, na rafiki kama wewe sio wa kupoteza. Dini zimesema tupendane na pia tusifanyane ubaya. Mafuru wewe ni tajiri mkubwa, haujui tu. Nimeota ndoto kubwa. Mafuru utakuwa tajiri wa kwanza duniani. Familia yetu nzima sisi ni watabiri. Usizunguke sana, ingia kwenye pointi. Mafuru, leta kiporo ture. Nilijua tu kuzunguka kote kumbe ni njatu. Gabu, tena kiporo kimebaki ndani. Jana tulikula wari mpaka kimebaki kiporo cha wari wa kutosha tu. Sulete tajiri. Sasa kwa taarifa yako sikupi. Si huwa mnakataria vitu vyenu, mnajifanya mna majigambo, kumbe mmepanga. Tumekataria kiporo haufanikiwi, tuko hapa. Nimekuona kwenye ndoto. Wewe ni maskini mkubwa. Tumekataria kiporo, utaona Mafuru. Sisi tunaishi kwa uwezo wa Mungu, hatumtegemei mtu. Baba, jirani mchawi yuko hapa anataka kiporo. Mafuru, naona umeanza kukongoroka. Njaa itakuwa Mafuru. Tatizo lenu ni hamuwezi kupambana. Nyie ni wazembe sana. Mafuru, shunana wanaume sisi tunakula vyetu. Mafuru, nyie hamuna maisha. Na mwaka huu mtasaga meno mpaka mnakuwa vibogoyo. Nye bila msaada hamtoboi. Gabu, inataka ujue kwamba sio kila siku ni Jumamosi. Kuna Jumatano mpaka Alhamisi. Kwa hiyo usizani kwamba kila siku mtakuwa mnapata nye tu. Mimi naamini kwamba wewe Mungu anayewapa nyie, na sisi kuna siku atatupatia. Wana maisha hautakiwi kumdharau mtu kisa amechelewa kufanikiwa. Kama ya kutafuta ipo, basi ujue na ya kupata ipo. Maisha hayana kanuni maalum, na hii dunia haijawahi kuwa fair. Mungu ni wetu sote, leo kwako, kesho kwangu. Hayo ni maneno ya njaa tu. Ukishiba utayasahau. Maskini bwana, ukikosa maisha wanasingizia Mungu. Mafuru, huyu jirani alipofikia kwa sasa, mimi nafikiri imetosha sasa mimi kuvumilia dharau zake. Unaona? Sasa nitakachoenda kukifanya sasa hivi itaenda kuwa fundisho kubwa kwake na kwa watu wengine wote wenye dharau kama za kwake.
kwa sababu haiwezekani. Yani muda wote yani anakuwa anatuchukulia sisi kama wanyonge sana. Hivi sasa alikuwa na maana gani yeye kupanda juu ya bati na kuanza kuonesha umati kwamba sisi tunaishi maisha ya dhiki kiasi hiki? Sasa basi mimi nitakachoenda kukifanya, yani ni afadhali nipate hasara kwenye biashara zangu ili nimuoneshe yeye. Naenda kuchukua nusu ya mtaji, nienda nikahemee vitu. Aise, sijawahi kumuona yeye ananing'iniza hapa hata kilo moja ya nyama anapita nayo hapa. Huwa anachukuaga robo sio nini, na muda mwingine hata akipita navyo hatuoni. Sasa mimi nitakachoenda kukifanya, naenda kununua kilo 5 za nyama, naenda kununua na mchele kilo 10, naenda kununua na mafuta lita 5 na baadhi ya vikorokoro vingi. Alafu sasa naenda kukodi bajaji inapakia hivyo vitu inaleta hapa nyumbani. Ikifika iingie mpaka hapa ndani, alafu washushie pale getini. Bajaji inarudi, tunasomba vile vitu, akiwa anashuhudia kwa macho yake, tunaleta humu ndani. Unyonge bana, mwisho chalinze. Sitaki kabisa huo upumbavu. Yani imefika muda sasa, yani ananidhalilisha. Ananichukuliaje? Tutaendelea kuwa hivi mpaka lini? Hapana. Ni wakati wa kumuonesha kwamba hata mimi nina uwezo wa kufanya hizo vurugu kama anazofanya yeye. Baba, umeniangusha sana kuona na wewe umeingia kwenye mfumo wa jirani. Ni sawa kumwiga mtu katika maisha, ila hakikisha unaiga vitu vya msingi. Usichukue pesa ya mtaji na kuifanyia mashindano yasiyokuwa na faida. Labda nikuulize kitu baba, ukifanya hivyo utapata faida gani? Ninachokijua mimi, wewe ndio utapata hasara, maana utakuwa umerudi nyuma kimaendeleo. Usitake kushindana na mtu kama hakuna kitu cha msingi kinachofanya ushindane. Baba, wanaume wenzako wanapambana usiku kucha kujenga uchumi wao. Kwa hiyo unachotakiwa kujua, mwanaume, pesa yako ni chungu. Hautakiwi kuitoa kwa ajili ya kufanya mambo ya kipumbavu. Yaani kilo 5 za nyama sisi wawili tu. Baba, hapa umeferi. Hautakiwi kuwa na matumizi mabaya ya pesa, maana maisha yako yana uhitaji mkubwa sana wa pesa, ambapo hiyo kitaalamu inaitwa managed prices exactly conference. Jirani, naona mnakula vitu vyenu. Sasa jirani, unaonaje tuache yaliyopita alafu tugange yanayokuja? Vipi jirani? Hivi hiyo mboga ina chumvi? Labda mnakula chumvi ni ndogo. Mimi nasomea mambo ya upishi, kwa hiyo ngoja nije nionje chumvi. Karibu ule.
Jirani, naona mnakula. Tunakula bana. Karibu sana jirani. Asante jirani, asante. Naona mnakula jirani. Tunakula bana. Karibu. Asante. Hizo si dagaa hizo? Hawa dagaa hawa ndugu yangu. Na zimekaangiwa mafuta gani? Wamekaangwa na mafuta ya kawaida tu. Mafuta safi tu haya. Sasa hizo ndo zenyewe, maana zile za mafuta ya mawese huwa situmiagi zile. Utumii mawese? Yeah. Okay. Hizi zimekaangwa na mafuta ya kawaida kabisa. Mnakula na Gabu? Gabu. Gabu mmemkaribisha? Watu mliojipata nyie bana. Haya bana, mimi najua wewe bana ushazoea nyama, kuku nini, pilau, biriani. Hivi sio vitu vyako kabisa hivi. Mambo ya dagaa bana. Hawa kabisa nyie hamyawezi kabisa. Na nilidhani kwamba pengine hata hauwajui kabisa. Kumbe unawajua hadi wanaitwa dagaa. Karibu sana bana. Asante. Amna Gabu. Gabu. Wako dagaa. Baba njoo ule kama umesahau ya nyuma. Jirani mchoyo. Oya mchoyo. Jirani mchoyo yo. Ona mchoyo. Jirani mchoyo. Oya mchoyo. Jirani mchoyo yo. Ona mchoyo. Anachora kashafanikiwa. Jirani yangu au mwelezi jambo, nyumba imekosa utulivu. Jirani yangu namkondesha wivu, mke wake mvumilivu. Jirani yangu kutwa na haribu, hakuna anayejua kesho. Ishi na watu vizuri, Mola kikupa nafuu leo yako, basi usigeuke fedhuri. So kwa binadamu kukipa nguruwe, vipi unayoyatenda yote akurudie. Bana so kwa binadamu kukipa nguruwe wewe, vipi unayoyatenda yote akurudie. Jirani yangu anatisha jamani, ana roho mbaya, kuwafukuza wageni nyumbani wala honi haya. Jirani yangu anatisha jamani, ana roho mbaya, kuwafukuza wageni nyumbani wala honi haya.